Epuka makosa haya unapo bold maneno au unapotumia bold fonts kwenye document yako, especially kama unaandaa official document na zaidi kama unafanya design. Kosa jingine ambalo huwa mara nyingi tunafanya tunapotumia bold fonts au tunapo bold maneno yetu, huwa hatuzingatii space. Bold font ili ziweze kuwa very clear, ziwe readable, zinahitaji zipate breathing space. Nature yake ni nene, kwa breathing space yake na yenyewe ni ndogo. Kwa hiyo unapotumia any bold font, hakikisha kuna a good letter spacing or kerning katika ile document yako, amini katika yale maneno ambayo wewe umeyawekea bold. Kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia. Kuna some fonts, yani jinsi zilivyotengenezwa kwamba hazina space. Kwa hiyo ni kazi yako kuadjust ile space. Either uziongeze kwa zile ambazo hazina space kubwa katikati ya maneno au uzipunguze kwa zile ambazo zina space kubwa katikati ya maneno, ili kuhakikisha kuna balance na yale maneno yako ambayo yamekuwa bolded yana stand out vizuri. Kosa la sita ambalo huwa tunafanya, huwa tunatumia effect nyingi kwenye maneno ambayo tumia bold au kwenye font ambayo iko bolded. Yani unashangaa nimebold neno then inaenda na add gradient, na add stroke, na add shadows, yani naiwekea effect nyingi ile bolded text na kuifanya ionekane iko very nice badala ya kuwa clean, simple and readable. Kwa hiyo kitu kingine cha kuzingatia, hakikisha bold font yako kama umebold, epuka kuiwekea effect nyingi, sijui mambo ya shadows, stroke. Yani if utaweka basi balance na zisiwe nyingi. Maybe kwenye bold text unaweza kuweka stroke, na stroke haitakiwi kuwa kubwa kiasi kwamba ikafanya ile text yako ambayo imebold ikawa sasa inaumiza macho au inaleta vurugu, yani inaonekana ni chafu badala ya kuonekana inavutia na ambayo imekaa kisomi zaidi.